Sasa hatukuwa tunaachana. Sasa mimi nikaanza lazima hapa mahali shangaza anaishi nyumba tunaishi karibu sasa na watoto wa huyo bwana, kwa sababu bwana alikuwa na watoto wangapi? Vijana wawili. Unaona, mimi na dada yangu wawili, wale sijui nitawaita maforena ama sijui nitawaitaje vile nitawaita, lakini sasa tulikuwa kama one family, tulikuwa tunaitana sister brother. Hasa mzee ikawa kwamba anaweza toa shilingi 200. Mtu ana magari mangapi? Matatu. Gari tatu za kutembelea, nafanya taxi alafu tunaacha na ile lori. Unaona? Gari yenye kiamka leo naona inatoka na fulani. Unaona? Mzee akawa kwamba anamtumia 200 ama aseme kuja ningoje mali. Sasa mimi wakati nilikuja kugundua, si ati yangu aliniambia. Wakati niligundua tulikuwa tunapenda kupigiwa saa, unajua yangu alikuwa mtu wa salon. Sasa mzee akitoka labda huyo mzee alikuwa anapenda vidosho. Akisema vidosho anapenda wanawake short. Yaani kwa ile lugha balaga wanasema malaya. Lakini huwa wanakosea, malaya ni yule mtu mwenye anatafuta. Unaona? Sasa ikawa mzee tukienda kwa sababu tuko kwa boma na place tunakaa kutoka kwa boma mpaka kwa barabara, yaani kusema barabara lami. Sio distance mrefu. Hata siwezi sema ni 1 kilomita, nitakuwa nadanganya wananchi. Ilikuwa ni karibu sana. Mahali unaweza tumia hata si 10 minutes umefika hapo mahali. Nikawa mzee ukienda unasikia amekuleta chakula, labda ameenda Nairobi, kwa mtu wa safari. Sikia ameenda Nairobi, atakuja na cabbage. Vichwa 5. Unajua kati hiyo cabbage sijui watu walikuwa wanafanya aje cabbage. Pata cabbage moja. Unacheka. Cabbage moja hivi. Sasa unapata amekuja na cabbage, imagine cabbage 5 inatoshana, ninakwambia inatoshana kubwa hivi. Hiyo cabbage nakwambia. Wewe ukitaka kula. Kama utaki uachana nayo. Na anaenda na gorogoro ngapi za? Anataka imalize miezi ngapi? Gorogoro 5 na mko watu 10. Sasa tuseme tukiweka pamoja na yeye tuko watu 14. Sasa kitu kilikuja kwa wasi. So unajua katika hizo pilika zake anaoa. Sasa mimi kama mimi nikaanza kufeel guilty. Na feel guilty kwa sababu na yaani kila mahali sasa unajua sasa nimeanza piga class 8, nimeanza kutembea. Unaona unatembea. Nakwambia mtu wangu kupita huko, Madam Patricia, kupita huko kidogo unasikia mmekutana. Sasa mmekutana hivi unasema ile designer mmekutana, mwezi sema ati huyu kuna venye tu amekuwa anaongea biashara. Wewe mwenyewe kwa akili yako hata kama ni wewe mdogo unajua huyu mtu kuna kitu hapo inaendelea. Lakini sasa na feel guilty kwa sababu sasa nikienda kuambia aunti yangu hapa ni bibi yake. Sijui wanawake nyinyi. Nitakwambia Yesu, lakini wakati umekushika kuna sababu naogopa kusema kwa sababu sinaishi kwa mjomba. Nikisema nitatolewa kama pengine sasa aunti yangu atanichukia. Unaona, nafuatilia maneno ya mjomba. Life ikawa hivyo. Hapana. Nikajipiga kifua nikasema naweza jituma. I think mimi nafanya class 8 ilikuwa 2008 after maandamano. So naona miaka mingi. Sasa after hapo kwa hiyo katika hiyo harakati ya kwenda kufanya ndio naingia class 8. Nikajaribu hata before niingie class 8 hapo kwanza nikaona life hii ni ngumu, alafu sasa naona sasa aunti yangu pia amekuwa. Sasa ni aunti yangu alikuwa na ule mtu mwenyewe ukimwambia kitu sasa nakuchukia. Sasa kuna wakati mmoja nilifanya mistake nikamwambia nimepita mahali lakini nimeona anko yangu na in fact vitu ninamwambia kweli. Sasa ningependa kuambia watu wenye wako kweli. Kuna ile ukiona vitu zingine nyamaza tu. Kwa sababu unaweza kuwa na adabu unamsaidia, unamwambia kitu yenye iko fact. Lakini kwake yeye
Mbona umeniambia na sikuwa na haja? Sasa unaona vitu kama hiyo. Sasa mimi sikuwa na nchi yangu akanichukia. Kaanza kuniambia nafuatilia bwana yake sana. Kwambie Madam Patricia, mwisho wa siku akaoa. Tena nchi yangu moja huyo tena akaanza kuchukua. Sasa mimi ndo nakuwa bodyguard wake. Nikisema bodyguard wake, sasa mimi yeye anaenda kugombana na mke mwenza. Mimi nifanye nini? Ukianza vita Namshikilia. mimi nashikilia kama mimi nisaidiane, kwa sababu sasa tushakuwa sauti kama inaanza kuchange. So unajua sauti ikianza kuchange hiyo. Alafu unajua wakati nilikuwa na sasa hivi mwenyewe. Kuna mwili naweza sema acha siku kidogo kwa mtazamaji wangu. Nilikuwa handsome boy. Tena sasa hivi sura imeharibika. Okay. Sasa kwa security nikaanza kujiuliza huyu anti yangu. Wakati nilikuwa namwambia bwana yake kuna venye nakutanaga naye kwamba mimi ni mbaya. Nikaona kwamba anko yangu mwenyewe ambapo ni bwana yake akija kujua kwamba mimi ndio nasikiliza anti yangu kuleta shida. Sasa hata bwana yake mwenyewe ikafika time mimi na yeye maelewano ikawa ni shida. Upande mwingine nilikuwa naona kwamba ananitumia. Kwa sababu kwa hizo miaka 5 yenye kwa miaka 6, 7, 8 niliishi na yeye, hata nguo moja hakuweza kunilia. Yaani ile kitu yenye nasemaga unaona mtu anasema kuna watu huku nje, hata mtu akienda shopping kufanyia watoto wake shopping, hata atakununulia kitu akuletee, unaona? Kwa sababu compound yake. Mimi nilikuwa kama inaitwa house boy ama unaitanga aje, kama soja nini. Sometimes akikuja usiku mimi ndio naamka. Yes, kuna vijana yake, lakini sasa unajua kwa vijana yake mimi ndio mdogo. Sasa unaona, itabidi mimi niamke nile nifungue gate. Nikiamka asubuhi nifageni. Walikuwa na compound kubwa kama plot 1.5. Nifike hiyo plot 1.5. Nihakikishe yaani matawi nini, unaona nilikuwa clean. Sasa mimi naona yaani sasa napenda hiyo place, na kwa sababu gani? Najua mko yangu anaweza nifanyia sasa bado nina ile ujinga ati kwamba anaweza fanya. Ikawa hivyo, nikaendelea kusomesha watoto wake, mimi niko tu hapo. Ikafika time nikamwambia nipeleke mechanic kwa sababu nimefanya form 4. Hata dadangu wakati hizo hakuwahi lipa katika school fees vile watu wengine. Najua kuna watu wengine huko nje wako na roho. Sometimes kuna mama fulani amesomesha watoto wa ndugu yake mpaka university, sasa hivi ndio tunaongea naye sasa hivi. Yaani nilifeel I wish huyo mama angekuwa labda ndio aunti yangu, unaona? Pia hajabarikiwa hata mtoto, unaona? Yaani sasa mimi nikawa kwamba kama kufanya kazi kwa ile boma. Lakini mwisho wa siku nikaanza kuona kwamba wanamtumia. Unaona? Nikaanza kuona, nikaanza kujituma mimi mwenyewe, nafanya shughuli zangu, unaona? Sasa wakati nikaanza kufanya shughuli zangu, anti yangu anataka yaani ile pesa yangu ile bado ina ile anafikiri bado ina ile ujinga. Nilikuwa na ile mwanzo kumpea pesa, ingekuwa kama manager kama manager wangu, na nikasema hii mambo mimi siwezi. Nikajipiga kifua. Kwanza before nijipige kifua, alinipiga siku moja. Nasikia kupiga. Ule si ati kupiga hivi, tulikuwa na stool, unachukua stool, unakugonga, ndio unaona ukuta ndio unakuta nyumba kwa nyumba. Sijui hata nilikuwa nimechelewa kuingia kwa nyumba. Kando na hiyo nilikuwa nimeomba pesa. Nikasema sina. Nilikuwa nazo, lakini sasa kulingana ile hali naona, nikasema nikaleta uadui. Sasa kuchelewa kuingia katika nyumba, na niliomba pesa, sijui ilikuwa pesa ya mafuta, nikasema sina. Sasa ikaleta hiyo kitu. Sasa nilipigwa sababu nimechelewa, kwa niambia hii nyumba ni yako. Nikafeel vibaya. Nikatoka hiyo sikulala kwa nyumba, nikatoka nikajaribu. Yaani nikajaribu ile, nikasema kuna vijana huko nje wanazunguka. Wakati sasa nimeanza class 8. Wanazunguka wanafanya nini? Machokorani, nasema wale vijana mtaani. Wanazunguka nini. Kajiambia sasa pia inaweza kuwa hivyo.
Nikala mtu wangu ngoja nimwambie Madam Patricia. Nilala nje siku 3. Si rahisi venye ulikuwa